au umekula tunda. Si kama unaelewa. Labda Prophet, niulize swali kidogo afu nitaunganisha kwenye swali langu. Tamaa ni dhambi au sio dhambi? Sio dhambi. Sio dhambi. Tamaa si dhambi. Sio dhambi. Japo uhuru wa kusema kitu ni dhambi au si dhambi uko ndani ya mwanadamu. Basing to me, tamaa si dhambi. Tamaa ni sifa ya kiumbe hai. Tamaa ni sifa ya kiumbe hai. Yeah. Lakini imeandikwa usitamani. Sawa. Kwa nini nakanusha? Ukisema imeandikwa usitamani, tutauliza kwa nini sasa hicho kiumbe kiliwekewa hiyo sifa ndani yake. Iko hivi. Wakati nakuuliza swala kwamba tamaa ni dhambi au si dhambi, ni kwamba naye Hawa baada ya kuona lile tunda lavutia na lenye la tamanika kwa macho, si ndio? Akala na akampelekea na nani? Na mumewe. Naye akala. Sawa kabisa. Kwa tunaona kabisa kiini cha dhambi hapo kwanza, baada ya nyoka kumshawishi. Sasa wewe kwa upande wako unasema nyoka alikuwa Mungu na mimi upande wangu nasema nyoka alikuwa shetani, si ndio? Tunaona alichokitengeneza ni kumtengenezea mazingira ya tamaa. Na hata leo hii. Sasa subiri. Twende. Mwanadamu ambaye ni sura na mfano wa Mungu anaweza kushawishiwa au kudanganywa na kiumbe ambacho ni shetani? Labda mimi nikuulize hilo swali. Mwanadamu ambaye ni sura na mfano wa Mungu anaweza kushawishiwa na shetani na hata akaingia katika ushawishi? Inawezekana. Inawezekana. Kwa maana hiyo shetani anao uwezo wa kumshawishi hata Mungu. Ilishindikana ndio maana katupa duniani. Swali langu liko very clear. Mwanadamu, maandiko yanasema kaumbwa kwa sura na mfano na hata baada ya ile tunda maandiko yanasema kwamba Mungu akaweka uzio ili wasije wakarudi kula tena wakafanana na yeye ili waishi milele. Kwa hiyo akawafukuza pale waishi katika udhaifu wa kutokufanana na Mungu. Sasa maana yake kumbe mwanzoni walikuwa wanafanana na Mungu 100%. That's okay. Umeelewa? Sasa je, kiumbe kinachofanana na Mungu 100%, shetani anaweza kuingia na kukishawishi au kukizidi uwezo? Labda Prophet, mimi nataka tusivuke mipaka. Nafasi ya mwanadamu itabaki kuwa ya mwanadamu. Exactly. Nikiwa na maana hii. Na hapa wewe nikwambia nimekupata vizuri. Ndio. Na concept ni kwamba watu wengi wa Mungu wanakuwa wanaongea vitu kwa kuficha, lakini Mungu mwenyewe aliweka wazi kwamba nimemuumba mwanadamu, kwamba natuumbe mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Umenipata hapo? Yeye aliweka wazi. Sasa kwa nini wewe unajitofautisha na yeye angali yeye amesema kabisa amekuumba kwa sura na mfano wake? Nilikuwa na maana gani? Kwamba tunapozungumzia mipaka kati ya mwanadamu na Mungu, tumeshasema kwamba maandiko yenyewe yanasema kwamba kwa sasa hivi iko mipaka kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa sababu mwanadamu wa sasa hivi tayari alisha